tunashukuru Mungu sana. Sisi akina mama tunashukuru sana Mungu. Akatusaidia Mungu. Tukamzaa Yesu. Mungu alionaka wamama wanadharaulika ya ajabu akasema ngoja mama Mungu niwape heshima. Let me give you respect. He gave us the blessing to give back to Jesus. Haitoshi. It wasn't enough. Wamama ndio walileta habari wa kwanza kusema Yesu amefufuka. The mothers were the first to bring the news that Jesus has risen. Mama haleluya. Mama haleluya. Sasa ni wakati wa wamama. Now it is our time because in the Old Testament they were not giving us chance to they were putting us behind. When the men of the fathers were in church or in a party, they used to say, let the women keep quiet in church. But when our Lord Jesus came, He came into our bellies. I say these are special people. God gave us more and lifted us. Praise the Lord. Praise the Lord. Mothers, are we here? They said the mothers are the decoration of the church. They are the heart of the church. When you enter a church and you don't find their women, run away so fast. Run away so fast because that is not a church. It will not be having a blessing. They teach us that mothers are the heart of the church. All the confidence of the church. The women are the first to decorate the church. They are the first. Do you see the way our church looks like? This church will go. It is us the mothers who take charge of the church. God to give us money. And I know we are going to get it in Jesus' name. In the name of Jesus Christ, we are going to be the bosses of this world. We are not going to remain tails but the head. Because Jesus has helped us. He has honored us. I know the work we are going to do in this church. As the mothers or women will be the first. We are going to make it look very decoration. Small bits in small bits. We are going to decorate this church in the name of Jesus Christ. And we are going to move forward. What is going to enable us to push forward? May God help us to love each other. Love our church. Love our pastors. We love God. There we shall build the church of God. Every start is always hard. But together with the Lord, we have victory. Say amen. We have victory. Those that want to come and steal our microphones. Now they are having their meetings right now. The way we left some for them, we are going to come and also pick them. But in Jesus' name, they will remain poor or beggars, and for us we shall be lifted. Here we are using microphones. Where there are the hearts are aching. Do not think they are far away. Don't think they are not listening to us. Right now we are testifying that we are going to overcome and go beyond victory. If God saw that those they took were not good, God
Amen. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Mimi kwa majina wananiita Marie Claire Mnyerekana. I'm called Mama Marie Claire Mnyerekana. Na wengine wanaweza jiuliza, Others may ask themselves, mbona mama hapendi kujipresente? our mama doesn't want to introduce herself. Mimi wananiita Marie Claire, Mama Espoir. She's called Mama Marie Wala Claire, Mama Kanyesu. or Mama Kanyesu. Okay, nina watoto, nina wamukwe, nina wanchukulu. I have children, I have issues, I have grandies. Sababu Mungu ameniinua na amenisaidia. Thank God because He has lifted me and helped me. Mahali watu wanadamu wanakuchekea wanasema When human beings hautatosha. may laugh at you and say, Mungu anasema utatoka. God will say you Wale will get wanadamu out. wanasema utakufa. Those that say that you will Mungu die, anasema utaishi. God says you will live. Hatutakufa bali tutaishi. You shall not die, but you Kushuhudia shall live. matendo makubwa. To testify the great works of God. Tutasema wazi ulimwengu ujue. And we shall declare the whole world to know. Nia mubaya watashangaa. And those that are being bad for us are going to get surprised. In the name of Jesus Christ. Tunasoma neno la Mungu. We are going to read the word of God. Jana tulikuwa hapa, wenzetu wenyewe mkukua hapa mlihoma. Yesterday we were here, those who were not around, you lost. Jana tuliona miujiza hapa. Yesterday we saw wonders. Jana ilikuwa siku ya kubarikiwa. Yesterday was a day of a blessing. Nikwambie siri ndugu yangu. I give you a secret, Wewe brother. mwenyewe uko na negligee kukia kwa maombi. You who doesn't want only us to come to Kama church. ukienda mkanisa unaombeaka wapi? If you don't come to pray from church, you pray from. Jana tulibarikiwa. Yesterday we were blessed. Huko mtumishi wa Mungu jana alikuwa na shida kwa kifua chake. There is a servant of God who had a problem in that chest. It was a problem for years. Alisikia kitu kinafungana ndani ya kifua He kile. thought something was holding him in his chest. Lakini jana alipokea muujiza. But yesterday he received the miracle. Hapa tuliona Mungu na macho. Here we saw God by our eyes. Unabakia kunyumba ukosekia kushirikiana na You, wengine. if you stay at home and don't come together with others, Ukireveta reste. when you look aside, you will remain. If you look aside, you will remain. Tuliona Mungu na macho hapa. Yesterday we saw God using our eyes. Sikia kukuya kuomba na siku ya posho. We are inviting you next Saturday. Karibu hapa kwa maombi We tajioni. welcome you. Come and pray. You pray for Ile yourself. hitaji uko nayo ya miaka. Whatever need that you have, that you spend years, Unasema Mungu wangu itakuwa je? that you always say, my God, how is it going to happen? Ile hitaji uko naenda na omba unaenda huko. That prayer that you always have. Unazunguruka makanisa. Stop moving around in churches. Unajuana wapi leo muujiza wako litokeaka? Where will you know that the miracle is going to come Kuya from? hapa, kuya hapa, You kuya hapa. come here. Ingia mlango hapa utaona muujiza. Come here and pray. You're going to see the miracle. And God will open your life. Unaongeaka na Mungu je? How do you speak with God? Omba Mungu na Mungu atakusikia. Pray to God and you listen to you. Tunasoma neno la Mungu. You're going to read the word of Jana God. tulisoma neno la Mungu ni waonje. Yesterday we had the word of Wale wenye hawakuwa na wakati wa God. kufika. Yesterday if you didn't get Tulisoma time to come, katika Yeremia sura ya 33 we read in Jeremiah 33 na mstari wa 3. verse 3. Niwapatie hamu ya kufika kanisani. Let me make you eager to come to Ujue church, wakati gani so that you cannot know, so that you can know which time mwanadamu anaweza kusemezana na Mungu wake. that a human being can speak to God. Hii neno telefone yako kama unataka kuwa nasema na Mungu, This word, if you want to be talking to God, your phone, unasoma katika Yeremia sura 33. you read Jeremiah 33 from verse 3. Papa tusaidia tusomee sura moja. Tunasoma Yeremia 33 tangu yake inasema hivi. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Niite nami nitakuitikia. Nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Amen. 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 Hii amen, Mungu anajuaka. God knows. Useme amen bandugu. Say amen. Amen anafikaka mpaka mbinguni kukiti. Say amen.
goes up to heaven. Hii amena inafikaka kukiti cha enzi wa ndugu. It reaches up to the throne. Nishachangana na hii amen. I'm always surprised with this amen. Amen inasema mumashi bibentio. Wenye wanajua mashi wanasema na iwe hivyo. Those that know that language says let it be like that. Ndio wanasema na Waingereza nao wiko na visi wanasema. Even in English they say Mkushinwa shi tunaitaka bibentio. But in their language that's how they say it. Amen. Let it be like that. Kitu kitakushangaza pale. What surprises them? Amen. This amen. Waganda wanasema amen. The Waganda wanasema amen. The English people say amen. Warenga wanasema amen. All those people say amen. Wanasema amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amina. Hallelujah. Mungu awabariki wa ndugu. May God bless you sana kabisa kwa siku ya leo. I'm very thankful for today. Nakwambia umuite naye atakuitikia. God says atakuonyesha mambo makubwa. He will show you mighty things. Mazuri magumu ambayo haukukuwa unajua. The great and mighty things that you didn't know. Unaona ukiingia katika kiroho. When you go in the spirit realm, unaanza omba Mungu na jinimina katika roho kabisa. You begin to pray to God as you go deeper in spirit. And you repent on the things that you did. And become clean before God. Utasikia telefone ya Mungu gisi nasema. You are going to hear the phone of God the way it speaks. Neno gisi naongeaka. You listen to the way the word speaks. Usiwaze kama Mungu kwa mbali nasi. Do not think that the Lord is far away from us. Iko hapa karibu yetu. God is here next to us. Ukamuomba kwa roho na kweli atakujibu. When you pray to him in spirit and truth, he will answer you. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord so much. Tunasoma tena neno la Mungu. We are going to read again the word of God. Katika kitabu cha Waebrania, in the book of Hebrews, sura 12 mstari wa 14. Chapter 12 verse 4. Tunasoma Waebrania 12:14 yake inasema hivi. Tunasoma 14 yake inasema hivi. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Amen, amen. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Amen. Amen. Kuwa na amani na watu wote. Make peace with everyone. Haiko tafuteni kwa bidii kuwa na amani na manyama, mashamba, makazi. They are not saying make peace with the animals, the meat, or everything else. Mungu alituumba kwa mfano wake. God created us in his own image. Akatuleta hapa duniani. He brought us here on earth. Akatuambia neno. And gave us a word. Mtawale ili vyote vinakuwa mwa hii dunia. May you take charge of everything that is in this world. Kesho tunakuwa bashefu mwa hii dunia. Means we are the bosses in this world. Tungependaka ngetufanyaka sana vile mangombe. If he wanted, he would have made us like the cows, the goats and chicken. Kila siku wanakuwa wanatuchinja na wanatukula. Every day slaughtering us and eating us. Kama ni shida. Are you not seeing that that's a problem? Lakini Mungu akatuheshimia akasema acha nimuumbe mtu kwa mfano wangu. But God wanted us and said, let me create in my own image. Akatuumba kwa mfano wake. And created us like him. Sana tuumba kwa mfano wake. When he created us like him. Na sisi sasa tunatawala kila kitu kiko hapa. Even as we inherit everything that's here on the world. Ndio maana Mungu anatuambia tutafute sasa kwa bidii. That is why God tells us, let us try so hard to make peace with each other. Kwa nguvu. It is doing it with strength. It's not peace that is going to look for you. You have to look for it. And how are you going to look for it? Utatafuta amani kwa kutafuta upendo. You're going to look for peace through love. Ukipenda, because if you love wala ukipenda mwingine, or
if you love someone else, utampatia amani. you're going to give that person peace. Unajua kama jirani mbaya anahamishaka mtu kwake. Do you know that a bad neighbor makes someone to shift? Ulijenga nyumba yako, You built your house, you built it the way you want. ya miti kama ya If msonge, it is trees kama or ulijenga na mabriki kama timber or blocks or bricks, ulijenga kisu unapenda. you did it the way you Na wanted. unauza fasi kwenye unapenda. And you purchased the place that you wanted. Lakini kwa bahati mbaya ukipata jirani mbaya. That's a bad chance when Jirani you mwenye hana get mapendo. the one who doesn't have Jirani mwenye love, haokoke. the one who is not saved. Unakuwa nasikia wachinja kuku yako utaikula. You always say, I'm going to slaughter my chicken and eat it. Anakuachia maneno. But when the neighbor passes by, it speaks words that you. Akiona mtoto wako anacheza na wake anasikia When mbaya. your child plays with the neighbor's child, Anakupetesha amani. they make you lose peace. Ukitaka pita unasikia walikuloga mlonge. When you want to pass, they bewitch you. Ukitaka pita unasikia fulani alianguka kakwala na kakwala. You want to pass, you hear someone Sasa unapita person unaangalia. fell down and died. Mlomba wangu alipitaka hapa Now kakwala. when you see my uncle passed here and died, Shangazi yangu alipitaka hapa akampiga mlonge. my auntie passed here, they bewitched Mtoto me. wangu alipita hapa akaanguka na My nazidi. child passed here, Utaanza fell jiuliza. You ask yourself, Hivi nini? what is this? Jua nini hivi mie tu? Why is this like this only to me? Kumbe kuko jirani mwenye alishajazwa na roho ya shetani. There is a neighbor who has the spirit of Satan. Sikutamjua. The day you know that person, Utafanya nini? what are you going to do? Utakimbia. Are you going to run? Unaita uso wa Mungu. You call the presence of God. You call God. Unamwambia Baba, You say, Bwana Father, ninateseka, nani ananiteseka I'm hivi? being afflicted. Ninakuwa Why? nini Baba? What is this? What Mbona is this? chakula yangu silombake huyu mama wala I huyu don't baba? ask food from Hawa this majirani or ndio this nani one. nawasalimia mzuri. All the neighbors are Lakini giving nini very njoo well. iko Baba? But God, what is there? Siku moya Mungu sababu halalaki. One day, because God never slumbers, Atakubeba na anakuonesha He will manyama. take you there and show you. Lakini sababu Mungu akwake wafujo. Because God is not of noise, Atakwambia mwanangu, He's going to tell you, my child, njoo tusemezane. come so that we can Kuja speak. tuongee vyetu vya siri mtoto wangu. Let us come and have our Kama secret uko na together. maneno ya kuongea na mtoto wako, If you don't have words to kama speak with uko your na child, maneno ya kuongea na bwana wako, if you have words to speak with your child, your husband, or your wife, you go in the inside room. unaingia mchumba cha ndani. You go in the inside room Unaongea polepole, and you speak hata slowly. unaweza funga mlango, Or you may lock the door, unaweza funga na marido. or you Unasema mtu lower the asisikie tuko curtains naongea. and say, may you know and Lakini listen to what you're unaomba going to Mungu talk to. kwanza. But you pray to God first. Pale Mungu anakuambia mtoto wangu, Then there God tells you, my child, hapa usikuwe napita nje. here, don't use this ring. Ujirani atakao shati atuka lupango pale kunafunga, hamupitake tena njia mwanae. The neighbor will just block the way and not be passing Hata together. yua kama nini, atakuwa anajiuliza tu. That neighbor will not know Suma wakwena anything. They'll amani, be yosi asking. hana amani. Because a witch person Mulozi never hana amani has kwa peace. yangu. Mulozi hana amani. A witch doesn't have peace. Ataanza jiuliza, mbona walifungaka hapa? That Basi person mimi nilikuwa will napita hapa. They Huyu want mtu to labda refuse to alikuwa pass alichuaka. Huyu mtu labda anakuwa mlozi. This person is a witch or a bad person. Atakutangaza kama unakuwa That mlozi. person will go around spreading evil rumors about Kumbe you. uko na siri. Yet you have a secret. Ulipata siri katika Yeremia sura 13 You na got a secret in Jeremiah 33. Uniite nami nitawaitikia. You read and said, call me and I will answer. Call God, He will give you a secret. Anabakia kwa angalia anajiuliza ni nini. Remains there asking Usihame what's kwako juu ya happening. jirani. Do not shift because Ita of your Mungu neighbor. atakusaidia. Call God, He will Ita help Mungu you. atakusaidia. Call God, He will help you. Wewe uko unatafuta kwa bidii kuwa na amani naye. Lakini yeye hapendi kukuwa na amani na wewe. But for him, he doesn't want, that neighbor doesn't want peace. Ukishaomba Mungu atakupatia amani. When you pray Na to God, utapata amani.
utaona unaanza pita mwa ile njia, unaanza rudia huko, nasema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sitaki kujua maana nitegaka, lakini kwa jina la Yesu mimi napita. Kwa jina la Yesu watoto wangu wanapita na wanakomea. Bwana asifiwe sana. Ukijiona kwa mtu mbaya unajua kanini. Unajua kama ule anakutesaka. Lakini hodi mwake kila siku. But you go to that person unaenda bila masoro. There you begin to chat. Ile masoro, he's looking at you. Na kujua na masiri zako zingine. To know all your secrets. Lakini ukiepukana naye, but when you escape that person, Mungu atakusaidia na kupatia hekima nyingine. God is going to help you. Atakijiuliza, huyu mtu amendawa. That person, kila siku ya Mungu mnamuona asubuhi. Kila siku ya posho mnamuona asubuhi. Every morning I see mama anakuwa mlozi. This mom, wewe uko namtafuta kwa amani, lakini wewe unatafuta hapo miba. And that person is looking for dangerous points. Siku watajiuliza. One day, anasema ndani waka kwa mama anaenda. I know, I want to know where this father goes on. Unaweza ona sima tuko mkanisa. One day we'll be in church. Unamuona nana hivi. We will see that person coming. Utasema nini? Bwana usifiwe. We shall say praise Jesus. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Utasema haleluya. We shall say hallelujah. Neno la Mungu litampata mule Mungu. The word of God hatatoka mule na hayaokoka. That person naona muombea Mungu na sema Mungu okoa hii nafsi. We shall say God save the spirit, save the soul. Mungu kwa sababu enemy anakuona kufuata nyuma. Hivyo because sometimes the enemy will follow you for you don't. Unapita hivi na unapita hivi. You pass the side. Unaona kumi mwa hii kanisa ndio mjiaka. Mtafutaka kwa maneno na pia sioni. Sikiana mnatafutaka tuchambane hata nichamba. Kumbe naingia mwa hii kanisa. Na mimi ndakuwa nafika mwa ile kanisa. Bwana asifiwe. Hauyaokoa ile nafsi. You have not saved that soul. Kwa bidii kwa na amani na watu wote. Hautaitumikia. Bado sitaitumikia. Bwana Bwana atakubariki na kuongezea mapete mbili. The Lord will bless you and increase more for you in heaven. Hallelujah. Tusome tena neno la Mungu. Let us read the word of God again. Katika Wakorintho in Corinthians sura 5 mstari wa 18. Chapter 5 verse 18. Tutasoma Wakorintho wa pili sura la Yesu. Wakorintho wa pili sura 5 mstari wa 18. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo. Naye alitupa huduma ya upatanisho. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Amen. Amen. Neno la upatanisho. Jo ile neno tuko tunasema. Mungu alipenda kutupatanisha, alitupenda. Aliona aisha tupenda sana. Akasema watu tu niboneshe kama ninawapenda. Nibafanyie nini? Unakutanaka bwana anakuuliza bibi yangu unataka nikufanyie nini? Mama anauliza watoto wake unataka nikufanyie nini? Mimi njoo nasikia nikikufanyia utafurahi. Mama ataambia bwanake mimi nataka unifanyie hiki. Tells the husband, I want you to do for me. Kama ni watoto wataambia baba tunataka tufanyie hiki. Unaona mtoto baba akienda na mwambia papa utaniletea hivi na hivi. Na wewe mzazi unasikia fieri. Unasema mtoto wangu anajua kama mimi naweza kumletea. Mtoto wangu kuna confiance kama hivi mimi naenda na ndaleta yenyewe kwa natafuta. My child believes that the way I'm going, I'm going to get what he wants. Si vile bandu. Ukiona mtoto wako anakuambia baba utaniletea kitu wala mama utaniletea kitu. Sinaona sikiaka mzuri lakini. Lakini unaona kuna mtoto mnyumba akwambiake hata papa bai. But if you have a child in your home and that child never says kuko wale watoto
watoto wetu nazala. Anakuwa na kuangalia tu, hawezi kwambia bali atokea hizo kupatia anga. Utakuwa unajiuliza mtoto ni wa hali gani? Lakini sababu wewe baba yake wala mama utamfundisha mapendo. Utamfundisha upendo ni nini? You're going to teach that child what is love. Mtoto mwenye hafanyake ile hatua. And when that child who doesn't do that step, do not leave that child alone. You make that child come closer to you. Begin to teach. Me and your father. I am your mother. You're supposed to love me. Because Jesus also loved us. The word of God tells us in 2 Corinthians, it tells us that God loved us. And He put Himself together with us. He joined together with us through Jesus Christ. And gave His only Son. So that's our relationship together with Him to be strengthened. There is something that you're supposed to strengthen love. To learn love. If someone doesn't know love, they teach love. The word of God says God wanted to get joined together with us. The day when a man loves the wife, he loves, but the wife is not yet in love. Isn't it? It's not that very day when he tells you that I love you, you love your back. Begins to push you, put in work. They have to do it over and over. Eventually you come up with the answer saying yes, I love. It means you can fall love in someone. That is why God tells us to love each other. Let us love each other. If we love each other, we are going to build the body of Christ. If we love each other, we are going to love our Father who is here. Are you seeing our Father who is here? We are not going to see God coming here, saying God is there, He's knocking at the door. No, we are not going to see Him. But if we love this Father, if we love this Father of ours, it means we are going to love God who is in heaven. Because He sent Him here as our angel. If we have a problem of sickness, a problem of hunger, a problem of being despised, a problem of being forsaken, come to this servant of God. Now you're going to see God through him. Do not give a distance to the servant of God. Because God put him here as an angel to represent him here. Now what are we going to do so that we love him? And you cannot say that you love someone without showing. You do not show anything, you do not show love, but you only say. You only say that I love our servant. I love our pastor. Ninakwambia matendo bila matendo. Love without acts. Matendo njo mapendo. It is the acts that bring the love. Tupendane na tumpende huyu Baba. Let us love each other. Mimi nasikia ndani yangu. Me, I feel inside of me. Mimi nasikia ndani yangu wa mama wangesimama wote. I feel it in me that all the mothers will stand up. They are the pillars of the church. Mimi nasikia fiere kuwa mama. Me, I feel proud of it to be a mother. Nasikia fiere sana kwa Mungu. Amen. I feel proud that God created me a mother. Naona nasikia fiere kwa mwana mimi. Naona nasikia fiere kwa mama. Sana. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe sana. Amen.
something Fanye small. kitu kidogo sawa surprise. Let us do something small as a surprise to our servant. Tumwonyeshe kwanza mapendo. Let us show him Fanye love. kwanza ile mapendo. Let us show the Najua love. hatuko tayari. I know we are not Sababu ready hatukushitayarisha. because we are not Lakini prepared. mimi nawasihi wa But mama. I'm requesting Kwa you, huruma za Father, Yesu Kristo. through the grace Kwa of huruma za God, Kristo. through the mercy of God, Tumpende huyu baba. let us love our Sababu Father. kama hatumpende, hakumpenda Mungu haitakuwa ndani yetu. Even Kama hatupendi huyu baba, if we don't hakumpenda love Mungu. this Father, there Ni is no love in bongo, ni us. avansi. It's a lie. It's a lie. Wafie nao wasimame. Even the ladies, Wafie nao sababu ndio wa mama wa ladies kesho. also stand up. Na leo msimame wa mama, ni kama naona mabinti wakikaa. Msimame wa njoo. Let us all stand up our distance. Sijue kama tunaweza kufanya hata chakula tu kidogo. I don't know Kwa if ajili you ya can mtumishi even wetu. Afike kunyumba naye. Wakati kijemba ulaki na watu. Unaona Eva mama. Kama wameliwa na korali. Unaona Eva mama. What are you talking about now? Kila wasa hivi. Yaani anatayarisha pesa. Right now we need a Lakini mama maji